Ndugu yangu, liko jambo umetumwa hapa duniani. Sio tu kuhubiri, liko jambo. Na ole wako, natumia neno ole wetu, turudi bila kufanya tulilotumwa. Kwa sababu you are here on the earth on assignment basis. We came from heaven and we are assigned by God to do something here on the earth, to bring betterment to mankind. Sio kwamba tumetumwa wote kuhubiri, hapana. Wengine kutoa, wengine kuimba, wengine kutengeneza mabarabara, wengine kuwa wanasayansi. Lazima kutimiza lile ambalo Mungu amekutuma, ndio unarudi nyumbani. Na unapochomoka ndani ya mwili unadondoka chini. Kinachonifanya mimi niendelee kuwa nimesimama, kwa sababu nimo ndani ya hili ganda, pumzi ya uhai, roho ya mtu ambaye ndio mimi mwenyewe. Ndiyo maana wekeza, hebu sema wekeza sana kwenye wewe, sio kwenye nyumba yako. Mwili huu ndio nyumba inayokubeba, lakini watu wengi hujisahau, wanawekeza kwenye mwili badala ya kuwekeza kwenye wao. Wewe ni roho. Hebu sema mimi ni roho ninayekaa ndani ya nyumba ya udongo, na nyumba hii inaitwa mwili. Ipo siku moja nitatoka ndani ya nyumba hii, nitarudi nilikotoka, na udongo huu utarudi ulikotoka. Siku ya utengano inaitwa. Sasa tupige hatua kidogo. Ndiyo maana sasa yule mtu aliyetoka mbinguni ndiyo anaitwa mtu wa mbinguni. Hebu tumpigie makofi mtu wa mbinguni. Anaitwa mtu wa mbinguni. Ukinisikia mimi nasema mtu wa mbinguni, naongelea yule aliyetoka mbinguni. Ndiyo sababu sasa kwenye Wakorinto wa kwanza sura ya 15 na mstari wa 47. Unisikilize vizuri sana. Ninaongea polepole kwa sababu ni wale tu wenye maarifa haya wataweza kuhimili ulimwengu ujao. Ulimwengu unaokuja ni wale wenye maarifa haya tu ndio watatumiwa na Mungu. Ni wale wenye maarifa haya tu ndio watapenya. Na mimi nakuombea upenye ngome. Penya kwa jina la Yesu. Hebu sema napenya, 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 napenya ngome. Na vunja mageti ya giza, mageti ya mauti, mageti ya shaba, na penya mpaka kwenye hatima ya kwangu. Sema amen. Wakorinto wa kwanza sura ya 15 na mstari 47. Mtu wa kwanza atoka katika nchi, ni wa udongo. Hebu soma tena, sema mtu wa kwanza atoka katika nchi. Ni wa namna gani? Wengine hawajasoma, unaruhusiwa kuangalizia. Turudie tena, 1, 2, 3. Mtu wa kwanza atoka katika nchi. Ni wa namna gani? Huyo mtu wa kwanza ndio mwili. Mwili anaitwa mtu wa kwanza, anatoka katika nchi na ni wa udongo. Kwa hiyo mwili wangu ndio mtu wa kwanza, na mwili wako wewe ndio mtu wa kwanza, anatoka katika nchi, ni wa udongo. Mavumbi wewe, na mavumbini utarudi. Mtu wa kwanza. Alafu mstari unasema mtu wa pili atoka mbinguni. Tupigie makofi mtu wa pili. Mimi ninayeongea ni mtu wa pili. Nimebebwa na mtu wa kwanza. Mtu wa kwanza ni carrier. Hebu sema carrier wa mtu wa pili. Kwa hiyo mtu wa pili, leo mimi nimebebwa na mtu wa kwanza kuletwa kanisani.
Ndiyo maana wakimtegua mtu wa kwanza, mtu wa pili anakosa pa kuishi. Linda mtu wa kwanza na wa pili wote pamoja, ili tuendelee na kazi ya Bwana. Magonjwa yanalenga kumtegua mtu wa kwanza ili mtu wa pili ashindwe kwenda kanisani. Umenielewa eh? Umenielewa eh? Nirudie tena hapo. Mtu wa kwanza atoka katika nchi. Ni wa namna gani? Mbona huniambii mtu wa, hebu sema mtu wa kwanza atoka katika nchi. Ni wa namna gani? Ambaye yuko wapi? Huyo hapa. Au dongo. Piga dongo hilo. Dongo hilo. Alafu mtu wa pili atoka mbinguni, ambaye ndiyo wewe. Mstari wa 48, kama alivyo yeye wa udongo ndivyo walivyo wa udongo. Maana yake wa udongo wanafanana. Dongo ni dongo tu. Dongo langu na dongo lako na dongo la huyo ni madongo yote. Yaani kama vile watu wa udongo walivyo wanafanana. Na kama alivyo yeye wa mbinguni ndivyo walio wa mbinguni. Piga makofi pia hapo. Yaani roho ya mtu ni sawa. Unapotoka ndani ya mwili hakuna mrefu, hakuna mfupi, hakuna mwembamba, hakuna Mkorea, hakuna Mchina, hakuna Mkoresha, hakuna Mmarekani, hakuna Mwingereza, hakuna Mjaruo, hakuna Mbarabaiki, hakuna Msukuma, hakuna Mdengereko, hakuna Mmakua, hakuna Mnyakyusa, hakuna Mkulia, hakuna. Wote ni pumzi ya uhai. Wote ni roho ya binadamu. Wote ni wana. Hebu sema wana. Sema wana wa Mungu. Ndipo pale unaelewa maandiko sasa. Kitabu cha Yohana sura ya 4 mstari wa 24. Inasema hivi. Mungu ni roho. Mungu ni nani jamani? Mungu ni nani? Mungu ni nani? Mungu hana dongo. Mungu hana dongo. Mungu ni roho na mimi ni roho. Tunasomea frequency moja. Mungu ni roho na mimi ni roho. Tofauti yangu mimi na Mungu, nimebebwa na udongo, lakini yeye hana udongo. Yeye ndiye aliyeumba huo udongo. Unanielewa? Nataka kukupa kitu kitakachokusaidia kuachia mzigo wako duniani uliotoka nao mbinguni. Kuna mtu unajisikia mimi ni mtu wa tofauti. Sio uongo. Sio uongo. Hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe kwa namna zote. Una mzigo umetoka nao mbinguni, umepewa wakuja kuachia duniani. Kama huna maarifa haya yanayotaka kukwambia, huwezi kuachia ule mzigo, utashangaa. Sikiliza mfano huu. Unaitwa na baba yako. John, naam, njoo hapa mwanangu. Unaambiwa na kutuma hiki kipande cha nguo, peleka kwa shangazi Tabata. Nauli hii hapa. Huyo umepotea. Baada ya muda unarudi. Ila unao huo mzigo. Nilikwambia umpelekee shangazi, umemwona? Ndiyo. Umempa? Nimerudi nao. Kwa nini? Nilisahau. Ndivyo umetumwa kutoka mbinguni, una mzigo. Wewe ni mfanyakazi wa serikali, ila ndani yako kuna mzigo.
wewe ni mfanyakazi wa shirika, ila ndani yako kuna mzigo wa kuleta hapa duniani. Ole wako. Unatakiwa ukiuachia mzigo duniani, ndio unaitwa kazi yake imeisha. Unaondoka sasa, unakwenda juu. Roho inamrudia Mungu aliyeitoa na mavumbi yanarudi mahala pake. Sasa hebu sema Kwa hiyo ndio maana ya hiyo andiko kwamba Mungu ni roho. Sema Mungu ni roho. Roho anapozaa, roho ikizaa inazaa roho. Roho ikizaa inazaa nini? Roho. Ndio maana wewe ni roho, umezaliwa na Mungu. Yohana sura ya 3 mstari wa 6 inasema hivi, kilichozaliwa na roho ni nini? Ni roho. Kilichozaliwa na mwili ni nini? Mwili. Baba na mama mwili wao unazaa mwili. Mungu yeye amekuzaa roho yako, ndio ukazaliwa wewe. Ndio maana anaitwa mwana wa Mungu. Sio dongo hili. Hili dongo sio mwana wa Mungu. Hili dongo ni mavumbi. Mwana wa Mungu ni yule pumzi ya uhai. Sasa Wakorinto wa kwanza sura ya 15 na mstari wa 44 na 45 inasema hivi. Wakorinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 44 na 45 inasema hivi, hupandwa mwili wa asili, hufufuliwa mwili wa roho. Ikiwa uko mwili wa asili na mwili wa roho pia uko. Mwili wa roho uko, hebu sema upo. Ndani ya huyu mtu wa ndani ana mwili ambaye ni ana mwili, ana kichwa, ana macho, ana masikio, ana mikono, anaweza kutembea. Ndiyo maana tunasema masikio ya rohoni, macho ya rohoni, mikono ya rohoni, tumbo. Mtu wa ndani ambaye ni roho yako ana kila kitu ulicho nacho wewe. Yaani mtu wa nje ni sura ya mtu wa ndani. Umenisikia Wangapi wanajua Mungu ni roho? Sawa. Hebu sikiliza haya. Mungu ni roho ila ana mikono. Ndiyo maana Biblia inasema mkono wa Bwana sio mfupi hata ushindwe kufanya nini? Kuokoa. Mungu ana roho ila ana macho. Biblia inasema macho ya Mungu hupiga mbio kila mahali yakimwangalia mwenye haki na mwovu. Mungu ni roho ila ana akili. Biblia inasema akili zake hazichunguziki. Mungu ni roho ila ana miguu. Biblia inasema duniani ni mahala pa kuweka miguu yake. Mungu ni roho ila ana kinywa. Biblia inasema kwa maana kinywa cha Bwana kimenena hayo. Mungu ni roho lakini ana pua. Inasema kwenye Mithali, mtu mwenye kiburi ni sawa na moshi puani mwa Mungu. Mungu ana roho. Mungu ni roho lakini ana mgongo. Musa akasema nisipokuona uso wako niuone mgongo wako. Mungu ana roho ila ana uso. Biblia inasema uso wa Bwana uende pamoja na wewe. Mungu ana roho ila imeandikwa hamkusikia. Yeye ni Mungu muumba wa miisho ya nchi. Hachoki, halali, hapumziki, hazimii na akili zake hazina mipaka. Mtu apige kelele na aseme haleluya. Na mimi ni roho. Nina miguu ya rohoni. Nikikanyaga mahali pap, wachawi wanaoona rohoni hawaoni nyayo ya dongo hili, wanaona nyayo ya mtu wa mbinguni amekanyaga sehemu. Rekapa